9 mwezi Mei mwaka 2018. Popote pale ulipo, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Siku ya leo, siku ambayo tumekuandalia mengi na mtazamaji, kutokana na idadi kubwa ya mauaji ya jamaa, ndio basi siku ya leo tunaangazia hili swala hapa katika taarifa zetu za leo mashinani. Tujue ni kwa nini basi watu wengi siku hizi wanaua jamaa zao, wakiwemo watoto, wake zao na pia bwana zao. Mtazamaji, ni swala ambalo nitakuwa nakupa swali la Twitter hapa tuweze kushirikiana kabla ya kukamilisha taarifa zetu za leo mashinani. Pia kumbuka kwamba tuna wanahabari wetu ambao wako nyanjani siku leo, tutakuwa natupa taarifa zaidi kuhusiana na mambo mbalimbali. Lakini kwanza kabisa, hebu tupate vidokezo. Tumekuwa tukiwatafuta from 16 mpaka wa sasa, na tumekuwa tukipitia mashida fulani. Hatimaye miili ya watu 4 waliokufa maji baada ya kusombwa na mafuriko yapatikana katika mto Enziu huko Mwingi. Raquel anazungumzia nini? Huko Isiolo mtaani Kulamawe, polisi wamwokoa mwanamume aliyemdunga kisu mkewe ambaye wenyeji walitaka kumuua kwa kitendo hicho. Ni furaha tele kwa wenyeji wa Maralal baada ya barabara ya lami kukamilishwa eneo hilo kwa mara ya kwanza tangu uhuru. Na kwenye vijimambo, mtoto ajiachilia kwa raha zake. Alivyokuarifu ni kuwa tuko na wanahabari wetu ambao wako sehemu mbalimbali, tutakuwa tunaungana nao hapa kwenye taarifa za leo mashinani. Mtazamaji, waweze kutujuza mengi zaidi. Na kutoka kaunti ya Garissa tuko naye Hamza Yusuf, bila shaka akiwa maeneo ya Mbalambala, atakuwa anatupa mengi zaidi kuhusiana na hiki kijiji masaibu ambayo amekuwa kikumba maeneo yale. Vile vile tuko naye bwana William Lusige kutoka kaunti ya Kakamega, pale kwenye Kakamega JK Prison. Mtazamaji, tutakuwa tunaangazia masuala mbalimbali kutoka jela hiyo ya Kakamega, na hasa watu ambao wanaachiliwa kutoka jela ya Kakamega. Na vile vile tuko naye Raquel Moigai kutoka kaunti ya Nyeri. Mtazamaji, atakuwa anatujuza mengi zaidi kuhusiana na masuala ambayo yanafungamana na polisi. Mtazamaji, kwa hivyo basi ni mambo ambayo tutakuwa tunaangazia hapa katika taarifa zetu za leo mashinani. Ungana nasi sasa kuanzia sasa hivi. Mimi jina langu lilikuwa Nicholas Ombua hadi tamati mida ya saa 7. Mtazamaji, moja kwa moja basi naelekea kwa mwenzangu Hamza Yusuf ambaye yuko katika maeneo ya Mbalambala akizungumzia masaibu ambayo yanakumba kijiji hiki cha Mbalambala katika maeneo haya ya Garissa. Mtazamaji, mambo mengi tu ambayo yameweza kuathiri hiki kijiji. Hamza Yusuf atakuwa anatupasha mengi zaidi. Hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hamza, hebu tupe mengi zaidi kuhusiana na hiki kijiji. Asante sana mwenzangu Wambua. Bila shaka ni eneo bunge la Mbalambala, kaunti ya Garissa, eneo ambalo limeweza kuathirika kwa miaka mingi zilizopita. Wakati ambapo nilikuwa nasomea hapa shule ya msingi na shule ya upili, tatizo ambalo liko kwa sasa limekuwa tangu wakati huo. Tatizo kama hili ni pamoja na kukatika kwa mto Tana ambapo ulikuwa ukipita hapa. Na wakazi wa eneo hili la Mbalambala walikuwa bila shaka wakulima pamoja na wafugaji. Kitega uchumi walikuwa wakipata kutoka pande zote mbili. Lakini tangu labda mto huu kukatika, basi wamekuwa wakipitia changamoto kubwa sana, hususan ikizingatiwa mambo ya uchumi katika eneo hili. Barabara kutoka eneo bunge la Mbalambala ambayo inaweza kuunganisha hadi kaunti ya Garissa ni changamoto, haipitiki. Hususan msimu huu ambapo mvua ni nyingi, ni tatizo kubwa sana wasafiri kufika hadi hapa. Imetuchukua siku 2 kuweza kufika eneo hili, lakini kwa sasa wacha tuweze kuzungumza na baadhi ya wakazi. Na niko hapa naye mzee Gedi Nyungu ambaye ni chifu wa kwanza, alikuwa chifu wa kwanza katika eneo hili la Mbalambala miaka 40 zilizopita. Labda atatuhadithia tu, atueleze tatizo ambalo labda wakazi wa eneo hili wanapitia. Karibu sana kwenye KTN News. Labda tueleze shida kubwa kwa sasa Mbalambala ni nini? Okay, asante sana bana information. Asante sana. Mimi ni mzee mwaka 83. Nimekaa hapa. Alianza Mbalambala 1948. Walijenga. Lakini alikuwa hakuna shida, hakuna maneno, hakuna maji, iko maji, kila kitu. Lakini 2007 mpaka wa leo
maji ambayo sisi tunakunywa na hii, watoto wetu wanakunywa na sisi tunakunywa na hii. Na mtu yom alikuwa tabani sisi tunatumia, akiangalia bande alikuwa anatumia, anatoka kutoka maili 9 na hapa karibu tena kuwa maili 3 baki yake, na maji yetu ni hii. Sisi iko na shida ya maji, watoto wetu na hara na tapika maji, sisi tunapiga chai, hakuna dawa, hakuna nini. Basi kwa hivyo mwaka 15 sisi nakunywa na maji yetu, bado kunywa maji mzuri. Basi kwa hivyo sisi tunaomba serikali wachukue hatua. Barabara wachana na imepotea kabisa, lakini maji ya kwanza. Mtu hapana iko maji, barabara hapana faa peke yake, lakini akipata maji na barabara na afya, mimi nafikiri itakuwa mzuri. Labda si kawaida mto kukatika. Ni nini ilisababisha mto wa Balambala kukatika na ilikatika kwa muda ipi? 1997 ndio walifurika maji, waliharibika, wakatengeneza kidogo, tena wakarudi ile tu vile alikuwa si nataka. Si kwa. Basi kwa hivyo sasa tunataka mwaka 15 ilikuwa shida yetu na hiyo. Maji watoto wamehara, amekula, amembaya, maji yetu hakuna dawa, hakuna mtu anachukua hatua yote. Basi kwa hivyo tunaomba serikali wachukue hatua, serikali ya kuu, serikali ya kaunti, yote wachukue hatua, kwa sababu serikali haiwezi kuisa kitu ya kutengeneza kuweza maisha ya wananchi inaweza kurekebishwa. Basi kwa hivyo maneno yangu ni hii. Labda ukitueleza mambo ya ukame vile ilikuwa na labda sasa imenyesha, na wengi wanasema kwamba kwa mfugaji mvua ni baraka. Labda utueleze tu kidogo vile mmeweza kupata hasara ya mashamba na imekuwa vipi? Sasa alhamdulillah, Mungu anabarikiwa, wanakaa miezi 2 mvua inanyesha, mahali ya shamba yote yanakuwa ponde yameharibika, na mali mifugo ng'ombe katika 100 anakufa 50 na baki 50, ngamia na baki 30 na kwa 70 na kwa 30 na baki 35 amekufa, mbuzi ni kwa 50 na kufa 25 na baki 25. Basi kwa ponda amemalizika hapa, ponda amemalizika, kuku amemalizika. Basi kwa hivyo sasa tunashukuru Mungu, wale ambao wanabaki wanapata milisho, na tunashukuru Mungu. Lakini shamba hakuna, shamba ameharibika kabisa. Injini karibu 3 hapa na kwenda naye na maji na mkono wachana na ile njia, hii kitu imeharibika kabisa. Basi kwa hivyo tunajua namna hiyo. Asante sana. Ni mzee mkongwe zaidi katika eneo hili la Balambala, na alikuwa ni chifu wa kwanza. Bila shaka anatuhadithia jinsi mto Tana umeweza kukatika na ama kugura na kuweza kupita eneo jingine. Kwa hivyo ni tatizo ambalo bado wanapitia. Wacha tuzungumze na mkazi mwingine hapa, labda tueleze mama moja kutoka eneo hili la Balambala. Labda ukikaribia kidogo tu, songea kidogo, utueleze shida ambayo mnapitia. Songea Kiswahili. Mimi naongea shida ya barabara. Tuko na shida ya barabara. Hii tangu mvua amenyesha, kuna hii mkaji ya Balambala, kuna wengine hata hawajawahi fika matao. Ile mahali wanaishi ni Danyere area, Bolok, hizo area yote hakuna hata magari yote yameenda huko. Sasa sisi kama Balambala sub county tuko na shida ya barabara. Hii kuanzia Shimbir kuelekea Sikle hakuna gari mahali amebita, ni magari zote barabara imeharibika. Shida tuko naye mambo ya barabara. Mimi naongea mambo ya barabara. Barabara yetu imeharibika tangu mvua amenyesha. Kuna wengine hata hawajapata chakula, wako na shida sana. Sehemu zingine ile kitu wanakunya ni maziwa tu. Mungu ametubarikia, tumepata mvua. Hiyo mvua tu maziwa ile ngamia tunakamua. Hizo tu ndio watu wengine wanategemea, watoto wao wanakula. Tunaomba serikali siku hizi imegawanyika. Kuna serikali ya county na kuna serikali ya national. Tunaomba serikali zote aangalie bande ya Balambala, asaidie barabara yetu ile tupate mahali ya kupita, ile mahali tunaweza saidiana. Tafadhali tunaomba serikali, hii ujumbe inatumana kuanzia president Makenya yote. Wale wako sisi chini yetu Balambala sub county tuko na shida ya barabara. Tafadhali sisi kina mama tunaomba serikali angalie bande ya Balambala, tena Balambala town barabara yake vile iko, hata nyinyi mnaona, hata hivi mnaweza angalia
ndio mnaweza ona. Tafadhali mimi naongea hiyo tu peke yake. Asante sana. Ni kauli ya wenyeji wa eneo hili la Balambala. Wanachohitaji kwa sasa ni kutengenezwa kwa barabara inayounganisha kaunti ya ama mji wa Garissa na mji huu, kwa sababu mara nyingi wao ni wafanya biashara, labda kuweza kubeba shehena kutoka kutoka mji wa Garissa kufikisha hapa inakuwa ni changamoto. Lakini kwa sasa wanachohitaji zaidi ni labda maji safi kwa wenyeji wa eneo hili. Hata hivyo, eneo bunge la Balambala limeweza kupata alama nzuri wakati wa mtihani wa mwaka 2017 katika mtihani wa kitaifa wa KCPE na KCSE. Kwa hivyo ni watu ambao wanajitahidi katika upande wa masomo, lakini kwa sasa wanachohitaji ni nguvu ya serikali kuu na pia serikali ya kaunti kwa kutaka kuangalia au kutathmini mambo ambao ama changamoto ambao wanapitia. Wambua. Na labda Hamza, manake tumekuwa na kaunti ya Garissa ikiwa mojawapo ya kaunti ambazo zinaathirika zaidi na mafuriko, labda kutujuza tu sasa hivi hali ikoje? Na mafuriko katika kaunti ya Garissa kwa sasa utaona kwamba imeenda chini, maji ni kwamba yamepungua. Lakini tetesi ambao tunapata katika ofisi yetu ya KTN hapa Garissa ni kwamba mara nyingi utapata wakulima wakilalamika kwamba shamba zao zimesombwa na maji na hasara waliopata ya mamilioni hakuna wa kuwaeleza. Waliweza kutuma ujumbe tofauti ama kuweza kufika hata kwa wizara husika kulalamikia masuala kama haya, lakini kufikia sasa hawajapata jibu. Eneo la Tana River pia imeweza kuathirika kama unavyojua, na mashamba yameweza kusombwa maji. Kwa sasa maji yamepungua, lakini hasara wanaokadiria wenyeji wa eneo hili, hususan wale ambao ni wakulima, ni hasara kubwa, na wangependa sana muingilio wa serikali ya kaunti na pia serikali kuu, hususan katika kaunti ya Tana River na Garissa. Wambua. Na asante sana Hamza Yusuf. Bila shaka mtazamaji, pale Hamza Yusuf kutoka maeneo ya Mbalambala akiripoti kuhusiana na ukame na masaibu ambayo yanakumba eneo bunge hili la Mbalambala, na vilevile akizungumzia hali ya mafuriko katika kaunti ya Garissa. Kumbuka kuwa kaunti ya Garissa ni mojawapo wa kaunti 4 ambazo zimeathirika zaidi na mafuriko humu nchini. Kwa hivyo basi ni taarifa ambazo anazidi kufuatizia na atakuwa anatupa katika muda usio mrefu ama baadaye katika taarifa za KT News Desk. Tutaungana naye na kupashe mengi zaidi yanayojiri. Mtazamaji, naelekea katika kaunti ya Kakamega ambapo sasa naungana na mwenzangu Willy Lusige ambaye yuko katika jela ya Kakamega ama Kakamega JK Prison. Mtazamaji, akituarifu mengi zaidi na hasa kuhusiana na baadhi ya watu ambao siku ya leo ama wafungwa ambao siku ya leo wanaachiliwa. Atatupa sababu kamili na ni kwa nini na ni yapi ambayo yanajiri kutoka maeneo yale. Lusige, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tupashe mengi zaidi, ni yapi ambayo yanajiri katika jela hii ya Kakamega? Na ni kabisa miesi jambo, na wanavyosema Waswahili, uchungu wa mzazi ama uchungu wa mwana ujuae ni yule mtoto, ama samahani, uchungu wa mtoto ujuae ni mzazi. Kwa hivyo pia uchungu wa kufungwa jela wanaojua ni wale ambao wamefungwa humu ndani ambao ni wafungwa. Lakini katika magereza mbalimbali eneo la Magharibi leo hii kutakuwa na nafasi ya kipekee kwa zaidi ya wafungwa 300 kuweza kutoka nje na labda kuwa na nafasi nyingine ya kuweza kuona jua na kufurahikia maisha yao baada ya muda mrefu ambapo wamekuwa wakiwa hapa katika gereza hili la Kakamega. Lakini si katika gereza la Kakamega peke yake, pia jambo hili linalofanyika hapa linafanyika pia katika magereza mengine, ikiwa ni kule Busia, ikiwa ni kule Bungoma. Kwa hivyo ni kaunti zote ambazo zinapatikana katika eneo la Magharibi, na hii ni hatua ambayo imetokea siku moja tu baada ya zaidi ya wafungwa 500 kuweza kuachiliwa huru katika eneo la North Rift, tukipenda katika eneo la Eldoret, ambapo tulishuhudia jana mwenzangu Elvis Kosgei akiweza kutuletea zile habari ambapo zaidi ya wafungwa 500 waliweza kuachiliwa huru. Kwa hivyo leo hii ni jukumu ama ni nafasi ya eneo la Magharibi pia kuweza kuwapa uhuru wao wale wafungwa ambao wameweza kukaa hapa labda kwa muda wa miezi 3 ama miezi 6. Ninavyosema hivyo ni kutokana na kwamba wale wanaoachiliwa leo ni wale ambao wameweza kufungwa kifungo ambacho si kirefu. Kwa hivyo ni labda walikuwa wameweza kufungwa miezi 6, wameweza kufanya miezi 3, alafu sasa wanaachiliwa huru hata kabla ya kumaliza kifungo chao. Lakini mahususi ni wale ambao waliweza kufungwa kwa muda mfupi. Na labda wengi watauliza mbona nafasi hii imeweza kutolewa wakati huu? Ni ili kuweza kupunguza ule mzigo mkubwa ambao umekuwepo katika jela za eneo la Magharibi ambapo wafungwa
wamekuwa ni wengi na unakuta nafasi ni zile zile hazijaweza kupanuliwa. Kwa hivyo wanapunguza wale ambao kifungo chao ni kifupi, alafu kuweza kuzipa jela hizi nafasi ya kuweza kutumikia wale ambao wanasalia, ambao labda wamefungwa kwa muda mrefu. Lakini siku zote sitotaka kuandikia mate ili hali wino upo. Tuna baadhi ya wale viongozi wanaosimamia jela hizi. Nitaanza na mmoja hapa tu. Labda utufahamishe jina, unasimamia jela gani na labda leo hii unaachilia wafungwa ngapi? Kwa majina naitwa Henry Ochieng. Mimi ndio ofisa mkuu ya gereza ya Kakamega Main, na vile vile mimi ndio county commander wa Kakamega County. Siku ya leo tumepata nafasi nzuri sana ya kipekee ambapo mahakama kuu imeachilia wafungwa 99 kutoka hili gereza ili waende wajumuike na familia zao nyumbani. Labda kwa hao 99 ni makosa aina gani na labda walikuwa wamefungwa kifungo cha muda upi? Wengi wamefungwa miaka 3 kurudi chini na walikuwa wamebakisha kama miezi 9 wamalize kifungo. Labda makosa zao ni zile ndogo ndogo. Makosa ndogo ndogo, si ya kuua, si ya robbery, si ya uhaini, makosa ya ndogo ndogo. Makosa madogo madogo najua kama yale ya kuiba kuku, wizi ya kunyang'anya watu vitu kwa mfuko, kupigana, lakini si robbery. Labda mnapoachilia wa 90, labda tayari sasa hivi katika jela hii mnawafungwa idadi ngapi kwa jumla? Kwa hivyo hawa ambao mnatoa ni wangapi? Siku ya leo tulikuwa na wafungwa 350 wale wamefungwa. Sasa tutapungua na 92. Sasa mnapowaachilia labda mtu amefungwa juzi kwa kuiba kuku, mbona usidhania kwamba labda pia akiachiliwa kesho tutamuona akiiba bata? Yani ni kitu gani ambacho mmefanya labda kuwazuia wanaporudi sasa katika jamii waweze kuwa tofauti na kuweza kuepuka yale makosa ambayo yaliwaleta hapa? Hawa ambao wanaachiliwa hawaendi nyumbani vile watu wanadhania. Kitu ya kwanza, probation officer ameandika ripoti yake na akiachiliwa tunampeleka kwa probation. So kuna masharti ambazo atazifuata akiwa chini ya probation mpaka ile kifungo angemaliza iishe. Kuna nafasi anapewa probation officer kumhandle akiwa huko. Na labda hapa pia mweza kuwapatia mafunzo kama vile useremala ambayo labda wakienda nje yanaweza kuwasaidia kupata kitu. Tumewafunza ukulima, useremala na hata ujenzi. Kabla ni kuache uende, hata kama pia mmewapatia yale mafunzo, labda kuwapatia pia kitu kidogo cha kuanza mtaji. Manake ukinifunza mimi useremala na niende kule nje, sina pahali pa kufanyia kazi, sina chochote, unadhani pia inasaidia lakini si sana, mbona msiwapatie pia fedha kidogo? Hiyo ni government policy. Tunaomba ya kwamba in future serikali itenge pesa nzuri kama shilingi 100 kwa siku, ili kwa ile nafasi atakuwa amechukua hapa awe na hela ambazo ataanza na maisha. Na hiyo sasa ni policy ambayo inaweza fanya tuna serikali kuu, si kama prison department. Asante sana. Kabla hujaondoka, na huyo ni msimamizi wa gereza la wanaume hapa katika kaunti ya Kakamega. Wacha tuongee yule anayesimamia gereza la kina dada huku. Labda utuambie jina lako na leo wewe unawaruhusu wangapi kwenda nyumbani? Majina yangu ni Dorina Nabaka, superintendent wa jela. Mimi ni afisa mkuu wa gereza la wamama la Kakamega. Tumepata fursa nzuri, fursa ya kupunguza ile idadi ya wafungwa ambao tuko nao ndani ya jela, ambayo itatupa nafasi ya kuhudumia wale ambao wanabaki vyema zaidi. So leo nimepewa nafasi ya kuachilia wafungwa 5 ambao tunawaachilia kwenda kwa vituo tofauti kuhudumu ule muda ambao ulikuwa umebaki wao wamalize vifungo vyao. Wewe una 5, mwenzako wana 90, wanaume wana makosa kweli. Nini inafanya kwamba labda kina dada si wengi ambao wanaachiliwa leo, na labda pia katika jela yako uko na wafungwa wengi wa kike, ama pia idadi pia iko chini? Kwa ujumla idadi ya mama wale ambao wanahudumu vifungo ni ndogo zaidi kuliko ile ya wanaume. Kwa mfano siku ya leo tuna wafungwa 100 kwa ujumla, na pamoja na watoto ambao wale wanaandamana na mama zao ambapo wakati ule wanafungwa. Kama siku ya leo nilikuwa na watoto 12. Tunaruhusiwa kukaa na watoto hawa mpaka umri wa miaka 4. So leo peke yake nilikuwa na wafungwa 100 na nimepewa fursa ya kuachilia wafungwa 5.
Kwa hivyo wale wanaoachiliwa pia na wale watoto wao pia wanapata ile nafasi ya kwenda nyumbani. Labda yule mwenzako amesema kwamba wale wa kiume wamefunzwa mambo kama useremala. Nyinyi wenyu sasa, labda kwa sababu ni kina mama, labda wamefunzwa kazi gani na mnatarajia kwamba wataweza kuzitekeleza wakitoka nje? Wamama ambao wale ambao tunakaa na wao ndani ya jela, tunawafunza mafunzo tofauti. Wakati wanatoka nje, wakati wanapoachilia, wanaweza enda kufanya biashara tofauti. Kwa mfano, tunawafunza kutengeneza mambo kama sabuni hii ya maji, shampoo za kuosha nywele. Tunawafunza pia kushona vitambaa, kutengeneza vikapu zile tunaita fireless cookers. Kwa hivyo wako na skills ambazo zinaweza kuwawezesha wakati wanatoka nje waweze kujikimu kimaisha. Asante sana Doreen. Kwa hivyo tunapohitimisha tu, labda nikuulize, unadhani pia hii ni hatua ambayo inaweza kupelekwa kwenye magereza mengine, kwa sababu tumeona idadi ikiwa kubwa kupita kile kiwango ambacho magereza tofauti ama jela tofauti zinafaa kumradhi kuwa na wale wafungwa. Unakuta jela ya wafungwa 500 inabeba hadi 1000. Je, hii ni njia nzuri ya kuachilia wale ambao wana kifungo kifupi, alafu itakuwa inapunguza ule mzigo katika magereza mbalimbali? Ni njia nzuri ambapo ikiendelezwa tutakuwa na wafungwa wachache katika magereza. Na tungehimiza pia, mbali na wale wamefungwa, wale wafungwa ambao wale remands ambao wako na makosa ndogo ndogo kama wizi, kupigana, wapewe bond ambaye wanaweza kuwatoa waende nyumbani. Asante sana Nick. Kama unavyoona, najua wewe pia ni mtundu kidogo, unaona kwamba idadi ya wanaume katika jela tofauti humu nchini ni kubwa. Hapa Kakamega tumeona wale ambao wanaachiliwa leo, wengi wao ni wa kiume, wa kike ni 5 peke yake. Manake inasemekana kwamba katika jamii wale wanaojihusisha na makosa makubwa ni wale wa kiume, na wale wa kike tumeona hapa katika Kakamega ni 5, na tunatarajia pia katika kaunti nyingine katika eneo la magharibi ambao watakuwa wanapata nafasi ya kutoka nje ya uaili, wengi watakuwa ni wale wa kiume na wachache watakuwa ni wa kike. Kwa hivyo napohitimisha tu, ni nafasi ambayo imeweza kuchukuliwa labda kupunguza mzigo katika jela mbalimbali, hasa leo ikiwa ni nafasi ya eneo la magharibi kuweza kupunguza idadi ya wale wafungwa ambao walikuwa wamefungwa chini ya miaka 3 na wameweza kuhitimisha ama wamekaribia kuhitimisha. Kwa hivyo wanapatiwa nafasi ya kuondoka ili kwenda nje na kujipanga na kuendelea na maisha kawaida hata kabla hawajaweza kumaliza kile kifungo chao. Nick, mimi sina la ziada. Kama una swali sawa, lakini kama hauna naregesha kwako studio. Asante sana Bwana Willy Lusige, utundu wangu usijui ujulie wapi, lakini na uhakika kwamba wako umezidi wangu. Lakini asante sana kwa hiyo taarifa ambayo umetupa kutoka kaunti ya Kakamega. Bila shaka tukihesabu basi utapata kuwa ni wafungwa 104 ambao wameweza kuachiliwa kutoka kwa jela ya Kakamega, jela wanaume na wanawake, idadi ikiwa ni 104. Tukisonga mbele mtazamaji, katika maeneo ya Karatina naungana naye mwenzangu Raquel Mwegea ambaye anazungumzia swala la tume ya kupambana na ufisadi hapa nchini EACC, ambapo tayari inaripotiwa kuwa imerejeshea polisi ardhi ambayo ilikuwa imenyakuliwa na inadaiwa kuwa ni ardhi ambayo ilikuwa inamilikiwa na maafisa wa usalama, lakini hivyo basi ikaweza kunyakuliwa. Raquel, hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Hebu tupashe mengi zaidi. Nick, asante sana. Tuko hapa katika makao makuu ya polisi eneo la Madhera, kaunti ya Nyeri, ambapo tume ya kupambana na ufisadi ikishirikiana na tume ya huduma za polisi itakuwa ikirejeshea maafisa hawa polisi mashamba mawili ambayo yalikuwa yamenyakuliwa na watu binafsi. Bado hatujaweza kupata taarifa haswa ni akina nani ambao walikuwa wamenyakua shamba hizi, lakini ni mashamba ambayo yataweza kuwafaa maafisa hawa, haswa ikikuja ni masuala ya kuweza kuongeza ama kuwapa makao mazuri ya kuishi. Kulingana na zile taarifa ambazo tumepata, mashamba haya moja inagharamia takriban shilingi milioni 1.2, hiyo nyingine ikiwa ni milioni 2. Kwa hivyo ni mashamba ambayo yalinyakuliwa kutoka hawa maafisa wa polisi. Hatujaweza kujua ni yalinyakuliwa lini ama ni nini kiliendelea katika hadi mashamba haya yakaweza kunyakuliwa, lakini kufikia sasa tunaweza ni mkutano ambao utakuwa ukipata viongozi wengi ambao watakuwa wakifika hapa. Vile tutakuwa tukimtarajia pia Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet ambaye atakuwa akifika hapa na ambaye atakuja kupata zile cheti za hizo ardhi na kuweza kuzisalimisha sasa kwa maafisa wa polisi. Lakini kabla tu nikurejeshe kwako,
yale mashamba ambayo yamenyakuliwa yatakuja kuwafaa sana maafisa hao ambao wako hapa katika makao makuu ya polisi eneo la Mathera, kwani kutokana na zile ziara ambazo tumeweza kufanya, makao yao ukiweza kuyaangalia ni yako katika hali duni. Lakini hili si jambo jipya, ama si, kwani imekuwa ni mazungumzo ambayo yamekuwa yakifanyika kila mara nchini, kwani hili si eneo la kwanza ambapo tumepata maaskari ama maafisa wa polisi wakilalamikia makao duni ambayo wanaishi. Kutokana na yale ambayo tumeona sasa hivi ni kuwa kuna zile nyumba ambazo labda utapata kuwa kuna zile pengo ambazo ziko kwenye manyumba hayo, haswa zile ambazo ni za mabati, utapata pia wameziba na vifaa vyao vya kutumia kikazi. Kwa hivyo ni hali ambayo si nzuri kabisa, haswa kwa maafisa hao ambao huweza kwenda kazi kila siku, kujitolea kila siku na kujaribu tu kufanya yale majukumu ambayo wako nayo, haswa kwa raia hapa nchini. Hapo awali tumepata pia serikali kuu ikiweza kusema kuwa wametoa fedha za kuweza kuwasaidia maafisa wa polisi kujaribu kutengeneza makao yao, lakini imekuwa ni jambo ambalo maskari wamekuwa wakilalamikia kila kuchao, na kufikia sasa labda tunaweza kuona pia kuwa Inspector mkuu wa polisi Joseph Boynet ameweza kuwasili, lakini ni jambo ambalo tunatarajia kuwa ataweza kuguzia haswa makao ya polisi, kwani ni swala ambalo limekuwa ni donda sugu hapa nchini na sio hapa katika eneo la Mathera. Hata hivyo, hata baada ya tume ya kupambana na ufisadi EACC itaweza kurejesha mashamba mawili ambayo yamenyakuliwa kwa maafisa hawa wa polisi, kuna mashamba mengine kama 5 hivi ambazo pia ziko katika ile njia ya kuweza kupatwa na kurejeshwa kwa maafisa hao, na ni shamba ambazo zitakuwa zikiwaathiri wale haswa wamekaa kando ya makao haya makuu ya Mathera, kwani ni makao ambayo sasa wameweza kujengwa majumba ya watu wameweza kuweka maduka zao pale, na ni shamba ambazo huenda zitakuwa zimewadorora ama zikawafinyilia sana maafisa hawa polisi, kwani ni mashamba ambayo labda wangekuwa wakitumia kufanyia jambo lingine kama vile kutengeneza makao, kutafuta eneo la kuegesha magari yao. Kwa hivyo tunatarajia kupata vitu hivyo, lakini kama unavyoona sasa ni maafisa wa polisi hapa katika eneo makao makuu ya Mathera ambao wanajitayarisha kuweza kumpata Joseph Boynet, Inspector mkuu wa polisi, ambaye amewasili sasa pale akiweza kupokelewa na wale wakuu wa hapa eneo la Mathera. Kwa hivyo anapowasili hapa kuna mengi ambayo watu watakuwa wakitarajia, yale ambayo ataweza kuzungumza, haswa vile ambavyo ataweza kuwasaidia maafisa hapa katika makao haya. Lakini sasa ataingia mle ndani, labda tu kuona mkutano tu kidogo na maafisa hawa kabla mkutano huu kuanza, kwani pia kuna magavana ambao wataweza kufika hapa, haswa gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga pamoja na naibu wake ambaye pia tunamtarajia Caroline Karugu ambaye aliapishwa tu hivi majuzi. Lakini kwa sasa labda nikakurejesha kwako, lakini yote ni kweli kuwa gavana Kahiga amefika hapa, Mutahi Kahiga na naibu wake Caroline Karugu wakiwa wamewasili hapa. Kumbuka kuwa hili ni eneo la kaunti ya Nyeri, ni eneo la Mathera Karatina. Pia labda tutaweza kumtarajia pia mbunge wa hapa Rigathi Gachagua ambaye pia ataweza kufika hapa ili kuweza tu kuangalia masuala ya maafisa wa polisi ambao ni huduma kubwa sana ifikapo kwa masuala ya kuweza kulinda masuala ya raia na usalama. Kwa hivyo ni mkutano ambao tunatarajia utakuwa na manufaa zaidi, na sio pia kwa labda itaweza kuwakasirisha wengine ambao walikuwa wamepokonya shamba hizi na ambao wanatarajia kupokonywa yale mashamba ambayo walikuwa wamepokonya. Kwa hivyo kufikia sasa tutaweza tu kuangalia na kuweza kukupa yale yote ambayo yanatokana na mkutano huu. Nick. Na labda Raquel, kabla ni kuachia uondoke, tunaweza kuwafahamu wale ambao wanahusika katika unyakuzi wa hizi ardhi na vile hatua ambazo labda wataweza kuchukuliwa na hii tume ya kupambana na ufisadi?
Kufikia sasa Nika, tunaweza kupata taarifa haswa ni akina nani ambao wameweza kunyakua shamba hizi ama iliendaje na wakaweza kupata cheti za shamba hizi? Kwa vile licha ya kuwa ni shamba mbili pekee, mashamba mawili ambayo yameweza kurejeshewa maafisa wa polisi, kuna zingine 5 ambazo tume ya kupambana na ufisadi bado iko katika ile shughuli ya kuweza kuzirudisha ama kuzirejesha pia kwa maafisa wa polisi. Lakini kumbuka hii ni mazoezi ambayo yametokana na tume ya kupambana na ufisadi kuwa tu na ule msimamo wa kutaka kumaliza ama kupiga vita ufisadi nchini. Kwa hivyo bado tutaweza tu kuangalia ni kipi haswa ama ni nini haswa kinaelekea kupokonywa kwa mashamba, haswa ikiwa ni mashamba ya maafisa wa polisi, kwa vile inaweza labda pia ikawahusisha wale ambao wako kwenye labda zile nyanja za juu. Lakini kufikia sasa tumempata wageni wengine Wabukala ambaye ni mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi ambaye amefika hapa. Hapo jana kumbuka tulikuwa naye pale Nanyuki ambapo kulikuwa na mkutano wa tume hiyo pamoja na wale maafisa kutoka tume ya mashtaka ya umma. Lakini kufikia sasa labda tu tukaweza tu kufululiza na kuweza kuona ni wapi haswa ambapo wanaenda, kwani wako na mkutano. Labda tukaweza kupata picha hizi, kwa hivyo nitakurejesha kwako Nick. Na asante sana Rake, bila shaka kutoka maeneo ya Karatina pale akiripoti kuhusiana na mpango wa EACC kurejesha ardhi iliyokuwa imenyakuliwa na watu ambao tutajua baadaye katika taarifa baada ya EACC kutoa hiyo taarifa, na ni ardhi ya polisi mtazamaji ambayo inahusika hapa. Mtazamaji, basi sasa hivi nazungumzia swala la ndoa ama familia, ambapo tumeona kuwa visa vingi vimekuwepo mtazamaji, visa vya mauaji katika familia, swala ambalo tunazungumzia siku ya leo, na tuko na mgeni wetu Lily Ambitho mtazamaji, ambaye ni mwanasaikolojia, na vile vile tutakuwa na wakili ambaye ni wakili Kithi. Tutakuwa naye katika studio zetu za I&M kuzungumzia hili swala kindani. Lakini kwanza kabisa, kabla tuingie kwenye huo mjadala, hebu kwanza tupate mapumziko.